Oi, mambo ni aje watu wangu wa nguvu? Leo ninawaletea chuma kimoja cha moto sana yani. Humo ndani kuna makomedi fulani hivi na mambo mengine kibao. Tulia kwenye sofa lako, nipe masikio. Jina la movie yetu inaitwa Gulliver's Travel. Picha linaanza na mwamba mmoja anaitwa Gulliver. Akiwa anaamka kwenye rumu yake, hiyo rumu ina vurugu kinyama yani. Jamaa anaenda kuongea na midoli yake ya superheroes. Alafu anaingia kuoga, akila mziki fulani hivi maana yani. Jamaa alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni ya magazeti, tunajua kama vile Mwanaspoti hivi. Lakini sasa yeye alikuwa kwenye kitengo cha barua, alikuwa mpokea barua pale ofisini kwao. Siku ile anaenda kazini, anakutana na jamaa mmoja hivi mgeni. Jamaa ndo mara yake ya kwanza amekuja kufanya kazi. Huyu jamaa anaitwa Dani na wanaanza kuwa washikaji. Sasa Gulliver yeye ni bosi wa huyo jamaa. Walipokuwa wanatoka kwenda kupeleka barua, mara anakutana na mrembo mmoja anaitwa Darcy. Jamaa alikuwa anampenda sana yule Damian na ni kwa miaka mingi, lakini shida ya mshikaji sasa ilikuwa ni domo zege, alikuwa hawezi kumwambia chochote yani. Baadaye yule mshikaji mgeni Dani anakuja na barua, anamwambia mwamba kwamba oya, nimepandishwa kazi mwanangu, na sasa mimi nimekuwa bosi wako. Yani yeye anakuwa ni bosi wa mail department. Gulliver akamaindi kinoma yani. Yani yeye amefanya kazi kwa miaka mingi, alafu mshikaji amekuja tu chap, amepandishwa cheo. Jamaa akiwa na hasira zake akaona tu bora aende zake home yani. Akati anatoka anaona bado yule dem Darcy yupo ofisini anapiga kazi, anapata nguvu ya kwenda kumwambia kuwa anampenda, lakini jamaa alivyokuwa boya, anafika pale anashindwa kuongea kabisa. Alivyokaribia meza ya Darcy, mara anaanza kuchukua makaratasi nini, anazuga yani. Lakini Darcy anamwambia oya, kuna safari hapa, hebu jaribu kuapply na mimi ninapitisha, so ukiapply vizuri mimi nitakupitisha uende kwenye hiyo safari. Gulliver akasema oi, asante sana, ngoja ni apply. Jamaa alipofika home usiku ule, akaingia Google akakopi kila kitu, akawa na kopi tu yeye, hakuna anachoandika ambacho cha maana, so alikuwa hajui chochote, yeye ana kopi na kuweka huko. Siku iliyofuata yule demo akasema da, umeandika vizuri sana yani. Hakujua kama amekopi, si unajua. Na sasa hii kazi nakupa wewe, naomba uende Bermuda Triangle ukaandike habari ya Legends of Ships ambao walipotea miaka ya nyuma sana kimaajabu yani. Basi Gulliver akakubali na sasa safari ikaiva yani. Jamaa akapokelewa na mwamba mmoja kuelekea moja kwa moja hadi beach ambako kulikuwa kuna boti. Akamwingiza kwenye boti na kuanza kumwelekeza namna ya kuendesha hilo boti, maana huko alikokuwa anaenda hakuna mtu aliyetamani kwenda. Sasa jamaa inabidi ajifunze kuendesha boti ili aende mwenyewe, na uzuri wake boti lenyewe lilikuwa ni auto yani, sio mamanyo nini, ikawa easy tu kwake. Basi Gulliver akajikuta baharia kinoma yani, akaanza kuendesha boti kwa mbwembwe za kutosha, huku na kule anakunya zake soda na mziki fulani hivi mlaini, sijui mziki wa Mbosso fulani hivi. Basi jamaa akajikuta amepatia maisha yani. Mara pap, jamaa akapitiwa na usingizi. Ile anaamka tu anakutana na bonge la wimbi yani. Kwa ufupi, bahari ilichafukwa kinyama yani, mawimbi yakamchapa vibaya, akakata upepo. Ili anafungua macho, anaona hawezi kuamka, amefungwa kamba. Anashangaa sana kuona watu wadogo, yani vijitu viduchu viko juu yake, na kiongozi wao anajitambulisha kama Komando Edwardian wa Lilliput. Yani ule mji ulikuwa unaitwa Lilliput. I say, yani jamaa alikuwa amezungukwa na viwatu vidogo na walikuwa wamemfunga vikamba vyao viduchu yani, ili wamzuie mshikaji. Yule komando akamwita Gulliver, wewe ni beast, kitu ambacho kikamfanya Gulliver awe na hofu kinyama. Gulliver akapiga makelele na kuvunja vile vikamba. Jamaa likasimama yani, lilivyosimama kama lidude, akaanza kuwaza hii ni ndoto au. Akafunga macho, akafunga macho, lakini Edward anaamuru wanajeshi wake, oya, mkamateni huyo bisti, lazima aanguke. Basi wale wanajeshi wakarusha kamba kwenye suruali ya mshikaji, wakamnasa na kumwangusha chini. Huku na kule jamaa akazimia. Jamaa ile anaamka tu anajikuta amefungwa kwenye toroli na anavutwa kupelekwa kwenye mji wa Lilliput. Basi wananchi vya huko yani viduchu vidogodogo vinatoka vinakaa juu vinamwangalia mshikaji, huyu mtu wa ajabu huyu. Basi wakampeleka moja kwa moja hadi kwenye jengo la mfalme wa Lilliput, yani mfalme Theodore. Mtoto wa mfalme akamuuliza Gulliver, umetoka wapi wewe? Lakini kabla jamaa hajajibu, Edward akasema, huyu ni mpelelezi, amekuja kutupeleleza kutoka kwa maadui zetu. Basi kwa mara ya kwanza Gulliver likaongea, kwani niko wapi hapa? Msaidizi wa mfalme akajibu kuwa upo kwenye ufalme wa Lilliput, nchi bora zaidi duniani kote. Gulliver akasema hivi visisimizi vinazingua Likasema, oi, mnaniletea masiara hapa? Maana Gulliver akajua jamaa wanamprank, yani wanamfanyia michezo. Wanajeshi wakamchukua mwamba wakaenda kumpeleka magereza, na hiyo magereza ilikuwa ni chini ya mwamba yani. Alipokuwa huko gerezani anakutana na jamaa mwingine, naye
naye kamtu kadogo, lakini ambaye huyu jamaa alikuwa amefungwa kwa ajili ya kosa la kutaka kumuoa mtoto wa mfalme, kwa sababu mtoto wa mfalme itakiwa olewe na Edward, lakini mshikaji yeye akataka kumuoa hivyo hivyo tu. Basi Edward anaenda kumfuata Gulliver na bwana Gulliver anamwambia, anamtania yani, oya we boya tu. Edward ana mind, oi nitakufunga maisha, lakini kwa sababu Gulliver alikuwa ni muuni anasema, blaza boya maana yake ni kwamba wewe una nguvu sana. Basi wanajeshi wanamchukua Gulliver wanampeleka kalime mashamba yao, lakini muda huo huo meli ya kivita inaingia, na hapo wanashtuka, wanajua kuwa hapa sasa tumevamiwa. Basi wale jamaa wanaanza kurusha moto kutokea baharini hadi kwenye jengo la mfalme, lakini lengo lao walitaka kumteka princess. Sasa bwana Gulliver akaanza kumchomoa mmoja baada ya mwingine, yani wale wanajeshi waliokuja kumteka princess, lakini baadaye ikagundulika kuwa mfalme pamoja na msaidizi wake walikuwa wamenasa ndani na moto ulikuwa unawaka sana. Basi bwana Gulliver kwa mbwembwe akatoa mashine yake na kuanza kukojolea jengo, na kila mtu alishangaa, wakamshangilia sana kwa kuzima ule moto. Mfalme alifurahi sana, akaamua kuandaa sherehe kidogo kwa ajili ya kumsifia bwana Gulliver. Wakati sherehe inaendelea, Edward alimaindi kinoma, akasema namsifiaje huyu jamaa akati mimi ndio general, sifa zote za kijeshi zinatakiwa zije kwangu. Mfalme akamuuliza bwana Gulliver kuwa, hivi wewe umetoka wapi? Mwamba akasema, nimetoka Manhattan, Marekani. Basi watu wote wakajua kuwa bwana Gulliver ndiye rais wa Manhattan, maana watu wote walimwona jamaa alikuwa na akili kinoma, ingawa ofisini kwake alikuwa ni boya tu. Kwa mara ya kwanza Gulliver kwenye maisha yake yote, yeye hapo ndio anajiona yeye ni hero yani. Anajiona mtu wa maana wa thamani kinoma yani. Na haijawahi kutokea kwenye maisha yake. Na yeye sasa akaamua kutumia hiyo kama fursa. Akaamua kusema, ni kweli mimi ni rais wa Manhattan. Kila mtu hadi mfalme waliamini kwamba jamaa ni rais, lakini mwamba mmoja tu Edward yeye alikuwa hapana, ili jamaa ni liongo. Siku iliyofuata wananchi wakaamua kumjengea Gulliver bonge la mjumba ili jamaa asiteseke. Jamaa akampata maisha mazuri laana yani. Akawaamrisha, jengeni na sinema kubwa. Wakajenga bonge la sinema ambalo kila mtu pale mjini alikuwa anaweza kukaa humo pamoja na Gulliver, na yeye akamwekea sehemu lake la katikati nini. Jamaa akawa anawadanganya kinoma wale watu, akawawekea movie ya Titanic na kujifanya kuwa ile ni story ya maisha yake yani. Sasa yule jamaa aliyekuwa amefungwa na Gulliver mwanzo akamfuata Gulliver na kumwambia, blaza, naomba unisaidie, nampenda sana mtoto wa mfalme, nataka nimuoe. Basi Gulliver akaanza kumpa maneno ya kihuni, akimpa maneno jamaa anamwambia yule mtoto mzuri, hadi mtoto wa mfalme akaanza kumuelewa mshikaji. Lakini wakati wanaendelea kuongea, Edward akamuita princess. Wawili hao walitakiwa kuoana kwa nguvu, maana binti hakutaka kabisa kuolewa na bwana Edward. Sini inayofuata wanajeshi wanaona boti ikiwa na chupa kubwa ya Coca-Cola. Gulliver anakuja pale, anacheki, hii ni boti yangu. Anaona simu yake, anaichukua, anaikagua, inapiga kazi kama kawaida. Jamaa anakuta voice note kibao kutoka kwa Darcy. Kumbe yule demu alishagundua kuwa jamaa alipojaza ile application alikuwa amekopi Google tu. Basi voice message kibao amemtumia, umenidanganya, unatakiwa urudi huku sasa, nakuja mwenyewe huko Bermuda Triangle. Sasa Gulliver akawa ameona hii ni noma hii. Akasema sasa sirudi town nisije nikakutana na Darcy, kwa sababu alikuwa ameshafanya mambo ya kiboya tayari. Akaamua abaki mazima kule Lilliput. Lakini Edward alimaindi sana. Akaenda kwa mfalme na kumwambia mfalme, oya mfalme, huyu jamaa mimi simaindi hata kidogo yani, simwamini. Lakini mfalme akasema, ninamwamini sana huyu jamaa, na huyu jamaa ni mtu bora sana. Nenda, ondoka hapa. Kwa sababu Gulliver aliamua kuendelea kuishi nao pale, basi mfalme akaamua mpe cheo cha kuwa general mkuu, yani jenerali mkuu, na bwana Edward sasa akawa ndiye like second general, yani msaidizi wa Gulliver. Hilo jambo lilimfanya Edward amaindi kinoma yani. Alikasirika, hasira zake zikampelekea aende kuzima mitambo yote ya ulinzi, akashusha mitambo yote chini. Jambo hilo lilifanya iwe rahisi sana kuvamiwa na maadui zao. Maadui zao walivyoona tu chapu, wakasema hapa tunaenda kuwavamia, na sasa ni time ya kwenda kuangamiza hawa mchwa. Sasa kwa sababu Gulliver alikuwa ndiyo kamanda mkuu, ikabidi aingie mzigoni. Jamaa alikuwa anaogopa sana maji, lakini hakuwa na namna yoyote, ikabidi tu aingie kwenye maji. Kila wakimtwanga na risasi zao ilikuwa kama wanampiga na vitunda. Akawachakaza sana, aliwatwanga mno, na jamaa hapo sasa ndiye akawa mwokozi wa Lilliput. Watu wakamkubali sana Gulliver, wakaanza kumjengea mazingira fulani hivi yaonekane kama New York, ili jamaa aenjoy, anajiona yuko nyumbani. Na wananchi walitaka jamaa awe na furaha muda wote. Basi viwanda vyao vikaanza kutengeneza nguo kama ambazo nguo jamaa anazozivaa, ili kila mtu awe anavaa kama yeye. Basi wanajeshi wakawa wanapanda kichwani kwake, wanaanza kumnyoa, wakati mwingine wanapanda mgongoni, wanaanza kumfanyia massage. Usiku mmoja bwana Edward akaenda moja kwa moja kwenye chumba cha princess, akasema, mimi naingia muda wote ninaotaka kwenye chumba chako, maana soon
utakuwa mke wangu. Na hapo Princess akaamua kukata kamba. Bwana, kwanza mimi sikupendi wala sitaki kuolewa na wewe. Bwana Edward akakasirika mno, akaondoka kwa hasira, akaamua kwenda moja kwa moja kwa wale maadui zao ili akaungane nao ili kuja kusambaratisha mji wao. Na kipindi hicho Bwana Edward alikuwa ameona kitabu cha Gulliver ambacho kilikuwa kinaelekeza namna ya kutengeneza roboti. Basi jamaa akamshawishi yule mfalme wa maadui zao, oya mfalme, tutengeneze roboti na nina uhakika tukitengeneza roboti kubwa nitaenda kumuua huyu jamaa. Basi siku moja Gulliver akiwa kwenye mishemishe zake za kuuza sura, Bwana Edward akaja na lile roboti lake. Ilikuwa ni bonge la mdude. Sasa Gulliver akajifanya kugombana na hilo robot, lakini hakuweza hata kidogo. Bwana Edward akamuinua Gulliver kama sisimizi. Basi muda huo Gulliver akaanza kulopokwa na maneno kibao. Mimi sio mwanajeshi, mimi sio raisi, sijui nilipotea kuja huku, mambo kibao yani. Mfalme na Princess wakamkasirikia sana kwa kuwadanganya. Bwana Edward akaamua kumpeleka Gulliver kwenye kisiwa ambacho haruhusiwi mtu yeyote kwenda. Basi walipomwacha huko, kabla tu hajatulia vizuri, akafunikwa kwenye chupa. Aisee, kumbe hicho kisiwa kilikuwa na msichana mmoja, mtoto mdogo tu yani, lakini alikuwa ni bonge la mtu, alikuwa ni mkubwa zaidi ya Gulliver. Na alipomchukua Gulliver alihisi kama ni toy la kuchezea. Lakini sasa ukirudi huku Lilliput, Darcy naye alikuwa ameshapata ile zoruba na boti lake, alikuwa amefika pale kijijini, watu wamemteka na yeye. Lakini kumbe bwana Gulliver alikuwa anawaambia watu wa pale kijijini kuwa Darcy alikuwa ni malkia wake. Sasa bwana Edward akawa amemgundua, wakamtia jela muda huo huo alipokuwa amefungwa uko ndani. Kumbe mfalme pamoja na Princess na wao walikuwa wamefungwa na bwana Edward. Edward akachukua ufalme kwa nguvu. Peresho, yule jamaa aliyekuwa anamtaka Princess, akaamua kwenda kumfuata bwana Gulliver kule kwenye kisiwa ambacho hawaruhusiwi watu kuingia. Jamaa akafika salama kabisa. Sasa akamwambia Gulliver kila kitu kilichotokea kule ndani. Kwa yule dogo kulikuwa kuna ndege moja ya Kimarekani pamoja na rubani aliyekauka wa Kimarekani. Gulliver akachukua parachuti na kusepa hadi Lilliput, akaenda moja kwa moja kumwona Darcy. Basi alipokutana na Darcy, jamaa akapata nguvu za ajabu, akamwambia Darcy, mimi nakupenda sana. Darcy akaamua kumkubali jamaa, akamsamehe na kumwambia usirudie tena kugugo. Baada ya Gulliver kupendwa na Darcy, akaamua sasa kwenda kushindana na bwana Edward. Akasema sasa nitakwenda kupigana na Edward. Sasa siku iliyofuata ndio ikawa siku ya vitasa, yaani crown mtoa roho. Gulliver akamwambia Edward, nikishinda utaurudisha ufalme kwa Theodore, na ukinishinda ninakuruhusu uharibu ufalme wote, majengo yote bomoa utakavyoweza. Sekunde tu jamaa akachakazwa kinyama. Lakini yule mwamba anaotaka kumwoa mtoto wa mfalme akaamua kuingia ndani ya robot ya Edward, akakatakata mawaya ovyo ovyo, na hapo ndo ikawa chanzo cha Gulliver kujiona mbabe. Akamchukua jamaa akamfumua kinoma. Kila mtu alifurahi sana, hadi Darcy akaona huyu si ndo mume sasa isee. Na yule mwamba mwingine baada ya kumsaidia Gulliver, mfalme akafurahi sana, akaruhusiwa amuoe Princess. Ile watu wanaendelea kukaa sawa, mara pap, bwana Edward akainuka akamteka Princess. Lakini Princess alikuwa ameshachoka sana na huyu bwana, akamtia jabu moja bwana Edward chali chini. Lakini Darcy naye akatumia muda huo kumnyonya mate bwana Gulliver. Gulliver akapiga si unajua tena mambo yao vijana watu wazima. Lakini baadaye wale majirani zao wakaja tena kwa ajili ya vita. Sasa Gulliver akaamua wasaidie wote kuondoa tofauti zao, akawa mstaarabu kidogo. Basi ustaarabu wa Gulliver ukawa umesaidia sana, mataifa yote yakawa marafiki, kukawa hakuna vita tena. Baada ya hapo Gulliver na Darcy wanaamua kurudi tena Marekani. Siku kadhaa baadaye Gulliver pamoja na mpenzi wake Darcy wana furaha sana wakiwa kazini kwao. Bro, subscribe.